fadhili zako maishani mwetu zanitosha. Fadhili zako Bwana zanitosha. Bwana Yesu Kristo, Mungu wa William Branham, Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako na neema zako zilivyo nyingi kwetu Bwana. Hata zimekuwa nyingi kiasi cha kutosha kutuleta nyumbani mwako kusikia hilo neno Bwana. Basi wakati huu Bwana, tunaposogea mbele zako, tunamleta ndugu yetu wa thamani kwamba yeye ndiye atakayesimama hapa Bwana kuleta hilo neno. Basi wala asiwe yeye, bali ukawe na wewe ukizungumza nasi Bwana. Sema na mioyo yetu, tutoke hapa tukiwa tumezungumziwa na wewe. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru. Amen. Neema yako Bwana, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki asubuhi ya leo. Amen, amen. Naomba tumuombe Mungu kabla tujakaa. Baba yetu, Bwana wetu Yesu Kristo, mtoto wako ametoka kuomba hapa. Vile ulituambia tuombe bila kukoma, tunaomba tena. Kwamba Baba upate kushikilia mambo haya. Tunapoanza ibada hii, tuanze pamoja na wewe. Wewe pekee ndio ibada hata tunapomaliza. Na furaha yetu na shangwe yetu na kila chochote ambacho utakifanya kiwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwani ulituonya ukasema, chochote mfanyacho kwa tendo au kwa neno, mfanye yote katika jina la Yesu Kristo. Nasi Mungu najiweka mikononi mwako. Sasa hivi tunataka kukusikia wewe ukisema nasi kwa njia ya neno. Tunaomba Mungu wetu ukatuonye, ukatufundishe, ukatukemee kwa sababu sisi ni watoto wako. Baba, najiweka mikononi mwako kwa Yesu Kristo naomba. Amen. Tunaweza naomba tukae. Sasa bila shaka tungependa maruhusu wetu waingie ili tuende moja kwa moja. Tungependa songrida aje, aimbe, waingie, alafu tupate ibada moja kwa moja na program yetu iweze kuendelea. Mungu awabariki. Karibuni sana. Karibuni sana. Amen. Naamini kwamba baadaye vijana wote wa Mzee Steven watakaa nje ili wageni wetu wapate kukaa. Tuna nyumba yetu ni ndogo. Sasa kama wewe unajua ni kijana wa huyu mzee huyu wa Shalom, itabidi utupe nafasi kule nje. Wakati nafasi ikipatikana unakuja unakaa. Nafasi ikipatikana unakuja unakaa. Ili tupishe wageni wetu waweze kukaa. Nafikiri vijana wa Mzee Steven mmenielewa. Tusije kukunyangula. Kwa sababu kama hutaki, kama unakaa tutakunyangula sisi. Mgeni wetu hata simama wakati wewe umekaa. Okay. We are marching over to Jerusalem. Marching over to Jerusalem. Oh, we are marching over to Jerusalem. Marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Marching over to Jerusalem. Jerusalem, 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 Jerusalem. Oh, we are marching over to Jerusalem. We are marching over
to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Jerusalem, 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 oh Jerusalem, 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 oh we are marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Oh, we are marching over to Jerusalem. 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 Jerusalem, 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 Amen. Hallelujah. Amen. 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 Basi wakati huu tunaimba wimbo mwingine kwa ajili ya kumkaribisha bibi harusi sasa. Tunaimba wimbo mwingine kwa ajili ya kumkaribisha bibi harusi. Mungu awabariki sana. Nitangaze kwamba sasa bibi harusi anaingia. Amen. Bwana harusi tayari tuko naye hapa. Kama una furaha, si upige kigelegele. Kwa hiyo bibi harusi sasa anaingia. Amen. Ila naomba bibi harusi ukaze mguu, usitucheleweshe sana. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka na kungoja. Rebeka changamka, Rebeka panda ngamia tuondoke, Isaka na kungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke, Isaka anakungoja. Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke,
Isaka anakungoja Rebeka. Rebeka changamka, Rebeka. Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka, imba Rebeka, imba Rebeka, panda ngamia tuondoke. Anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Changamka Rebeka, panda ngamia tuondoke. Kanisa changamka, bibi harusi changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anakungoja Rebeka. Kanisa changamka, bibi harusi changamka, twende zetu. Oh Rebeka changamka, Rebeka changamka, amini neno tuondoke. Isaka anatungoja Rebeka. Kanisa changamka, bibi harusi changamka. Oh Isaka anatungoja. Oh Rebeka changamka, Rebeka changamka, panda ngamia tuondoke. Isaka anatuita Rebeka. Changamka Rebeka, panda ngamia tuondoke. Anakuita Rebeka. Changamka Rebeka, bibi harusi changamka, tuondoke. Makofi na vigelegele wote. Amen. Hallelujah. Amen. Ukae hapo. Amen. Mungu awabariki. Tumshangilie Bwana Yesu Kristo. Amen. So wakati tumesimama, ingekuwa vizuri tuseme neno la Mungu alafu ndio tukae moja kwa moja. Amen. Kwa kuheshimu neno la Mungu, kama ukisimama itakuwa vizuri. Kama uko vizuri hamna shida. Ni Waefeso 5. Nitasoma mstari 1
alafu mistari mingine tutasoma wakati tumesimama, wakati tumekaa. 21 Waefeso 5:21. Vile tumeomba tutasoma. Hebu nianzie 19 iteremke vizuri. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. 22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama so now naweza mkakaa. Kuna nafasi ndani, naomba maashazi wale wengine waje wajaze nafasi huku ndani. Wa vijana wa mzee Steven niliambiwa watoke nje sasa. Sasa vijana wa mzee Steven muangalie penye kiti mkae. Lakini tukipata mgeni tunakunyanyua vile vile. Tukikujia tena unanyanyuka. Mungu awabariki sana. So hebu niendelee, nimalizie hapo. Nimefika 20 na ngapi? 24. Lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji na katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali kuulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mume wake. Wa Kristo tuseme amina. Bwana wabariki sana. Lakini niseme watu wote tuseme amina. Hata kama sio Mkristo, hata kama sasa neno la Mungu ni la watu wote. Amen. Bwana wabariki. Watu wote tuseme amina. Mungu akisema, hata miti, hata samaki baharini, wote wanasema amina. Kwa sababu neno la Mungu ndio limeumba vitu vyote. Kwa hiyo kila kitu inabidi kiitike amina. Bwana wabariki sana. Basi nina ushuhuda mdogo kidogo wa neno la Mungu kabla tujaendelea mambo, ili tuweze kwenda na ratiba yetu. Na nataka kuongea juu ya, katika haya niliyosema, nitaongea tu kidogo juu ya utii. Amen. Utii. Kwa sababu hapa tumeambiwa kwamba enyi wake
watiini, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa. Lakini nilikuja kwa wake, akasema enyi wake watiini. Bwana abariki sana. Sasa ni vitu viwili, hauwezi ukaongea kimoja bila kuongea kingine. Lakini mimi nitakuwa nataka kuongea juu ya utii. Bwana abariki sana. Mjue kwamba kila neno la Mungu linalosemwa lina uzito ule ule. Akila mwenye uzito kidogo, alafu lingine na uzito mkubwa. Neno la Mungu ni lile lile. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu limeshikana kama unavyoona mnyororo. Ukikata hii sehemu yoyote tu ikatika, mnyororo umefanya nini? Umekatika. Hata kama unabaki na upande mwingine unaonekana ni mzito, lakini haufanyi kazi tena. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema mnyororo is stronger on the weakest point. Ile chain ile inakuwa na nguvu zaidi mahali pale ambapo iko na udhaifu. Mnaelewa vizuri? Yaani uweze kupima nguvu au uimara wa mnyororo, unaupimia sio penye nguvu, unaupimia penye udhaifu. Kwa sababu penye udhaifu pale ndio utakatikia, na unapokatikia ndio nguvu yake ndio kipimo cha nguvu yake. Ndio kipimo cha nguvu yake. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana kila kitu ambacho Mungu amesema ni neno la Mungu. Kipe uzito ule ule. Bwana bariki sana. Sasa anasema kwamba wake watiini. Yaani mke alipewa jambo moja, utii. Mume alipewa jambo moja, upendo. Amen. Kwa hiyo hivi vitu vimeshikana pamoja. Maana yake ni kusema kimoja kikiwa na shida na kingine kinaingia shida. Kimoja kikiwa na shida, kingine hakifanyi kazi. Au kimelemewa au kitajikokota. Amen. Bwana wabariki sana. Sasa utaona kwamba amezungumza sana utii, kwa sababu mwanamke yeye ndio hasa huwa anashikilia mazingira ya nyumba. Mazingira ya nyumba yenye furaha, sio mwanaume. Nyumba yenye furaha, nyumba iliyo imara, nyumba iliyosimama, nyumba inayotembea vizuri, sio mwanaume, ni mwanamke. Amen. Mwanamke ana uwezo kwa dakika kidogo tu akamfanya mwanaume miserable, hajielewi tena. Hata mwanaume yuko vizuri, mwanaume kabambe kabisa, mwanaume kweli, lakini akawa sio mwanaume kweli. Kwa sababu ya nani? Ya mwanamke. Bwana bariki sana. Sasa nikwambie, mwanamke, ukitaka nyumba yako iwe vizuri, inatakiwa kuwa mtii. Na kutii sio natii nyumba mabati pamoja na makochi, unamtii mume wako. Mwanamke kama anatii mume wake, ile nyumba lazima iwe na amani. Ile nyumba lazima iwe na salama. Bwana bariki sana. Sasa hapa ametuambiaje? Amesema amtii kama ilivyo Kristo na kanisa. Maana yake kanisa kujua kwamba ni la Kristo ni wakati linamtii Kristo. Kanisa kama halimtii Kristo, hatuwezi kujua kama ni la Kristo au sio la Kristo. Kwa sababu utii ndio hasa ishara ya ndoa. Amen. Mwanamke hapashi kumtii kila mmoja kwa kila jambo. Hiyo kwa kila jambo, sio kwa kila moja. Amen. Mwanamke atakataa kukutii wewe mwanaume yoyote kwa sababu wewe sio mume wake. Maana kuna mambo ambayo anaambiwa mtii mume wake peke yake. Kwa hiyo kwa mimi mwanaume basi wewe ni mwanamke lazima unitii. Hapana. Amen. Atakutii mpaka kiwango fulani, yanayobaki ni ya mume wake. Bwana bariki sana. Bwana bariki sana. Sasa mwanamke kama akiwa na utii, nyumba inakuwa nzuri, na ndivyo ambavyo ilivyo kwa kanisa. Kwa kanisa.
kanisa ambalo linamtii Kristo ni kanisa lililobarikiwa. Kama ambavyo mwanamke anayemtii mume wake ni mwanamke aliyebarikiwa. Amen. Bwana bariki sana. Sote tunapita duniani hapa. Hapa duniani tutakatoka tena mbele za Mungu, tutaulizwa tuliishi vipi. Kila mtu atatoa rekodi yake alivyoishi hapa. Amen. Sasa nikwambie, wewe mwanamke, rekodi ambayo Mungu anakuuliza wewe, ulimtiije mume wako? Amen. Na wewe mwanamume, je, ulimpenda mke wako? Sasa sikiliza, nisikize vizuri. Unasikia wamama anasema, mimi nampenda sana mume wangu. Nampenda, yani nampenda kweli kweli. Haujawahi kuambiwa umpende. Hauna andiko la kumpenda mume wako. Ndio maana una matatizo nyumbani kwako. Matatizo yamekuja kwa sababu unampenda mume wako. Ndipo ilipokushindia ndoa. Si mna ukorofi, unafahamu? Huo ukorofi una sababu ya kumpenda. Neno alikuambia kwamba umpende. Neno linasema umtii. Yeye ukisha kumtii, basi yeye upendo unamwagika moja kwa moja. Sio wewe uanze kusema, mimi unipende bwana. Mapenzi. Hafu una mapenzi. Saa hizi kurudi, baadaye ulikuwa unarudi saa 1, sasa saa 3. Upendo gani huu? Hakuna swala hilo la wewe kupenda. Ni swala la mume wako kukupenda. Na kinacholeta upendo ni utii. Amen. Sasa wewe umevigeuza. Umefanya vice versa. Wewe unasema unapenda. Haujaambiwa. Unajua kwa nini Mungu hajakwambia vile? Mungu si ndio Mungu wa maumbile? Unajua kwa nini hajakwambia vile? Wewe ulivyo hapo ni upendo. Yaani wewe mwanamke unapendaga wewe. Yaani unapenda tu. Kwa hiyo kwako wewe sio shida. Amekuambia hivyo upende kwa sababu anajua umtii, kwa sababu anajua utii kwako ni shida. Ni shida, utii ndio shida. Lakini kwako upendo, wewe unaitwa upendo. Yaani kwa kupenda. Kwa kupenda hauna matatizo. Ndio maana Mungu hajakwambia hilo. Lakini kuna kizigo hapo juu. Ni utii. Ndio maana Mungu hajamwambia mwanamume habari ya kutii. Amen. Amemwambia apende. Kwa sababu mwanamume upendo ana. Mwanaume upendo hana. Unajua mwanamume alicho nacho huwa ni mamlaka. Fanya hivi. Fanya angalia. Sasa wewe nasema nikija nikute chakula nikifanya hivi, mwanamke ni mamlaka. Mwanaume mamlaka. Sasa kwa mamlaka ile huwa inaenda mpaka inamwondolea kabisa upendo. Ndio maana Mungu anasema upende mke wako ile mamlaka yako ifanye kazi. Amen. Ukimpenda mke wako, maana yake ni kusema, unaposema ule upendo ambao unampenda ndio unaoingia ndani ya mke unafanya kazi. Amen. Bwana bariki sana. Sasa mwanamke badala ya kutii ananuna. Nilikuwa naongea na mchungaji mmoja rafiki yangu, anaongea anasema, baba, kanisani kwa wananuna hao. Wananuna. Yaani kuna wengine wanatoka pale nje hawasalimiani, wamenuna. Kwanza yaani kununa. Unajua ni kununa ni kazi, ni kibarua. Ni ajira. Ni ajira ya kina mama. Shetani ana office. Hiyo office inaitwa kununa. Kaifungua hiyo ofisi, iko ndani wanawake. Wananuna. Yaani wananuna. Yaani hawasalimiani. Yaani unajua kuna watu kama 10-15 huna habari, huwa hawasalimiani. Hapo nje hapo hawasalimianagi. Nini? Wamenuna.
Sasa mimi naomba unisikize vizuri. Wewe mnunaji, Mungu alivyoumba, unajua neno la Mungu ndio Mungu. Wanaoamini waseme amina. Kulingana na neno, mwanamke ana mdomo. Ana mdomo wa kusemea, ana mdomo wa kununia. Mdomo ni wa mwanaume. Unisikize vizuri. Mdomo ni wa nani? Wa mwanaume. Si mwanamke ni kiwiliwili. Si Biblia inasema mwanaume ndio kichwa? Si mdomo wa tumboni Sasa swali, huu mdomo unaonunia ni wa nani? Kwa sababu mdomo ni wa mwanaume, maana yake ni kusema ule mdomo mwenye mamlaka na control yake ni mwanamume. Amen. Umenisikia vizuri? Ukimuona mwanamke anafurahi, anataka akuambie kwamba mume wake amefanya nini? Amefurahi. Ukimuona anacheka, yani ndio taarifa. Mdomo wa mwanamume ni mwanamke. Amen. Yani ukimwangalia mwanamke anafanya, ndio unaelewa mwanaume yukoje. Unaelewa hicho kitu? Sasa huku kununa wakati mwanamume anafurahi, maana yake ni, hebu nisikize vizuri. Si unisikilize? Ukiondoka ukanune, nisikize kwanza. Unaponuna unachukua mamlaka ya mwanamume, kwa sababu ndio mwenye mdomo wake. Unautumia vibaya na unataka mamlaka kwamba wewe ni mwanamume. Yaani unaweza ukajikontrol wewe. Yaani maana yake unatangaza wewe ni kidume, labda niseme hivyo. Yaani wewe mwanamke ukinuna, matangazo yako ni kusema wewe ni kidume. Na mimi nakuuliza wewe mwanaume, unakaa na kidume mle ndani, mnakaaje? Mwanamke sasa, mimi nimemnunia karibu miezi miwili, amenuna mwezi. Nikae na dume mwezi. Dume mwezi mzima. Tunaishije? Amen. Hebu nikwambie mwanaume. Ndugu Branham anasema mwanaume aliumbwa kuwa mwanaume. Usiwe wa kike. Hebu sikia. Mwanaume, narudia tena. Mwanaume wewe unayenuniwa wewe, hauko sawa. Kwa sababu anaponuna nakwambia mimi ni mwanaume natawala. Na wewe nakubali. Na wewe ni jike. Anakununia na unakaa naye ndani, jike ni wewe. Kama kuvaa suruali ukavalie huko, sio nyumbani kwangu. Nikwambie ni kitu cha kusikitisha sana. Na kinauma. Amen. Kusikia mwanaume anasema yani nikwambie kwangu aviliki, avipikiki, avinyoki, yani kwangu kumenuna. Nani kanuna? Kwa mamlaka gani? Na mimi nikwambie wewe mwaminio, unayokaa na hali ya namna hiyo ni mzembe, na siku moja utatoa hesabu kwa Mungu. Kwa sababu Branham anasema hivi, hapa naongea Branham baba. Branham anasema hivi, mwanaume, hear this, mwanaume anayetawaliwa na mke wake hata ingia mbinguni. Nina wasiwasi kama utaingia wewe. Kwa sababu unajua, sikiliza, unasikia amani nyumbani. Nisikie nyumba zenye amani, ukisikia amani, furaha kila siku, nyumba furaha. Usije ukadhani ni furaha, inaweza isiwe furaha. Kwa sababu haiko mara mbili. Furaha ya kweli yani, hear this. Sio kwa kuna shida. Usikize vizuri shida ya nyumbani kwako inakotoka. Kwa sababu neno la Mungu ndio linakufunua wewe na mimi na kila mtu. Shida yani furaha ya nyumba, Mungu si ndiye aliyepanga furaha ya nyumba. Furaha ya nyumba ameipanga hivi.
mwanaume awe na mamlaka, akiongea mke anatii, nyumba inakuwa na furaha. Kristo, kanisa linakuwa na furaha. Kristo akiongea, kanisa linatii, kanisa linakuwa na furaha. Na furaha yenyewe inaitwa nini? Na baraka, linabarikiwa. Mwenye baraka ni nani? Mwenye baraka ni nani? Atabariki kanisa ambalo alimtii. Na kanisa ni nani? Sisi, si ndio? Kanisa ni nani? Sisi. Kama sisi au wewe unamtii Kristo, una furaha. Una furaha. Sio sasa wewe umeshindwa kumtii Kristo, furaha huna. Furaha huna. Unisikize. Kama haumtii Kristo, hauwezi kuwa na furaha. Kwa hiyo kwa kuwa una furaha, unakwenda kuitafuta. Ndio maana sigara unayovuta hiyo. Sigara unaivuta kwa sababu kuna furaha imefanya nini? Imepungua. Unadhani kwa msokoto utaijazia. Ndio pombe unayokunywa. Hiyo pombe unakunywa ni kwa sababu kuna furaha imepungua. Kwa hiyo nadhani kwa taskaraga utaijazia. Unaitafuta, sio? Hiyo nyumba ya pembeni uliofungua ulioianza, unajua unafahamu? Ile ulioanza, unatafuta nini kule? Unatafuta nini? Kwa sababu furaha ya neno, kwa sababu mke ni neno. Mke ni neno. Furaha ya neno ambayo Mungu amekupa imepungua. Na ile furaha iwepo, inabidi kumpenda Kristo. Issue sio kupenda mwanamke damu na nyama, ni kumpenda Kristo. Ukimpenda Kristo, haleluya, unakuwa na furaha ya chote alichosema Kristo. Utakuwa na furaha na jirani yako, utakuwa na furaha na mke wako, utakuwa na furaha na watoto wako, utakuwa na furaha na marafiki zako, unakuwa na furaha ya kila kitu. Kumbe ni kwa sababu ya neno hilo ndani. Neno likipungua, lazima hiyo furaha utafute kuijazia. Na hayo yote unayoyafanya, na hayo yote unayoyafanya, na hayo yote unayoyafanya, unatafuta furaha. Kwani mtu akienda, okay, hear this now. Mtu akienda anatafuta furaha, sio? Siku hizi wameanzisha vibanda vya mpira vya kuangalia Manchester. Huyu mtu anatoka nyumbani, anaweza katoka nyumbani hata saa paka atakuja saa yuko pale kwenye kibanda. Jamaa anafanya hivi mguu, na yeye ananyuka kwenye kiti. Yaani jamaa kule kwenye anafanya hivi mguu, yeye ananyuka kwenye. Haujaona? Ukae vizuri, atakupiga teke. Ukikaa karibu naye ujiazali na mateke. Go! Say! Haya bwana. Hayo. Hajafurahi. Hajafurahi baba. Kaenda kuitafuta wapi? Kama Kristo angekuwa amejazia ile furaha, angeenda kule. Anaenda kuitafuta furaha kwa sababu Kristo, haleluya, kwa Kristo imepungua. Na kupungua kwa Kristo ni kwa sababu mapenzi yamepungua. Amen. Amen. Ana utii kwa neno. Ukiwa na utii kwa neno, mpendwa, utakuwa na furaha. Ukiwa na utii kwa mume wako, utakuwa na furaha kwa sababu mume wako atakupenda. Mahubiri haya mpende, atakuwa kama wewe una utii. Dada, uwe na utii kwa mume wako. Uwe na utii kwa mume wako. Mimi simhubiri mume wako kusema mpende, hapana, wewe tii tu. Wewe tii tu. Alafu tuone kama kunahitajika mahubiri ya mpende. Ndugu, mpende tu ndugu, mpende. Hamna mahubiri hayo. Kwa hiyo maana yake mwanamke ndiye anaye control. Ndio nimekwambia kwamba furaha ya nyumba, umeelewa? Inaweza ikawa ni furaha halisi ya mke. Mke anatii na mume anampenda. Kuna nyingine nyumba iko na amani lakini haiko sawa. Amani kabisa. Hii nayo ina amani lakini ni amani ya neno. Kwa sababu mume ana mamlaka, sawa? Amekaa sehemu yake, mke amekaa sehemu yake.
Kwa hiyo furaha inakuja. Kuna nyingine nayo ina furaha. Usikii shida. Ila iko hivi. Nisikie. Mwanaume amekubali aishe. Unajua kuna kubali aishe. Nyumba nyingi sana. Na ukifika nyumbani unajua kwamba kakubali aishe huyo. Maana unasikia mama sauti yake iko juu. Na unasikia hata watu wanasema unataka nani? Huyu yuko vizuri. Ni rafiki yangu, nitamtolea mfano. Ulikuwa unataka kwa Steven kitu fulani, niambia usiongee naye. Wewe hujasikia hiyo? Wewe hujasikia hiyo? Ole wako kama iko nyumbani kwako. Ole wako kama ni nyumbani kwako. Unatawaliwa na mwanamke. Mtu anayetawaliwa na mwanamke sio mwana wa Mungu. Kwa sababu Yesu Kristo hawezi kutawaliwa na kanisa. Anatoa talaka. Tena talaka ya Yesu sio ile nyingine wanayosemaga ya rejea. Hamna kurejea. Ni safari. Safari imeishia hapo. Kwa hiyo naona jamaa liko pale boya tu. Mtu anakwenda, yani kama kuna dili, kuna pango wote, basi wewe ongea tu na mama. Mama kishaongea pale, mama anasema, alafu nikwambia, alafu ndio bwana anasema, lakini sasa ile jambo anasema, nasema hivi. Kama hutaki nitaondoka. Ndio tishio. Unajua tisho lao? Nitaondoka. Sasa mimi nikwambie, akiondoka ataenda wapi? Kwa sababu alitoka ubavuni. Sasa anasema ataondoka kwenda kwetu. Mwanamke mwenye kwao sio mke wako. Si anakutishia. Na wewe kila kutishia. Mimi nasema hivi, mimi nitaondoka. Nakwambia, sio usichezee. Kwani uko unasemaje dada? Kwani tutayaongea. Yataisha tu. Wewe, mjinga wewe. Wewe mjinga wewe. Mpuzi wewe. Umepewa utawala. Na ujijui wewe ni nani? Mungu ana mwanaume wa namna hiyo. Mungu ana mtoto wa namna hiyo. Kwa nini? Tumemuona ameishi, ametembea hapa. Katika nyakati 7 ni talaka tu anatoa. Amebandika talaka karibu 7 hivi. Wewe hauna mkono? Mpaka unatawaliwa? Peleka nyumbani. Sasa nikuelezee sasa kwa neno. Kama ananuna, si anatangaza kuwa kidume? Kama akiwa kidume, kwanza nikwambie, sikia hii neno la Mungu. Unapenda neno? Sisi tunamuona ni mwanamke, lakini akija kwenye maisha ni kidume. Unajua maana yake nini? Twende kwenye Agano la Kale. Unajua maana yake nini? Ana jinsia hizi. Na kanisani humu hatumtaki. Kwenye Agano la Kale mwenye jinsia mbili haingii kanisani, Kwenye umbo ukitokea ni mwanamke. Kwenye nyumba umekaa kule juu. Wewe. Mungu hajawahi kuumba kitu cha namna hiyo. Hajawahi kuumba kitu cha namna hiyo. Na mwanaume, kaa kwenye sehemu yako. Hii mambo ya kuja usema, mchungaji, unajua yani mimi na dada tunavutana sana. Navutana. Maana yake anavuta na wewe, huu mkono ametoa wapi kuvuta? Anavuta. Yani kuvutana kweli kweli. Alafu mnaimaliziaje? Nikifika mahali naachilia. Yani nikifika mahali navaa gauni. Mpe suruali yake baba. Nikwambie, dada, kama sauti ya mume wako haifanyi kazi,
sauti ya Kristo haiwezi kufanya kazi. Usikie vizuri. Usije ukajiita Mkristo, wewe ni mpagani. Ni mpagani. Sauti ya Yesu Kristo ikisema kila kitu kiseme amina. Sauti ya mume nyumbani inatakiwa iongoze nyumba. Mwanaume akisema sitaki ni sitaki. Nasema ndugu, sasa udikteta, naita udikteta. Sijasema udikteta. Wala sijasema mwanamke ndio waku. Yaani wewe si mwanamke wewe? Sio hiyo. Ninachokisema, ushauri wako usiwe amri. Ni ushauri. Hata kazini tunatoa ushauri, sio? Utabadilisha wazo la kampuni? Kampuni imeshasema inafanya hivi. Alafu inasema tunataka ushauri. Unatoa ushauri, unatoa ushauri. Ukiona ile kampuni imebadilisha, sio wewe wenyewe wameona kwamba ushauri wako una maana, au sio? Sio wewe umeamrisha. Amen. Kwa haya mambo haya, hapa ndio pa kuyasemea. Kwa hiyo unapotoka hapa, uwe na mamlaka nyumbani kwako ili uweze kuwa mwana wa Mungu. Naomba useme amina. Wewe mwanaume useme amina. Kama huna mamlaka nyumbani kwako, mimi sijali unasali hapa mara ngapi au unasali kanisa unakosali huko. Wewe vaa gauni lako. Mungu hajawahi kuwa na si Mungu najua yeye ni mwanaume. Naomba Isaya 50, what is it? 50 na ngapi? Can I get it? Mimi namaliza hapa ili twende kwenye umekwenda Isaya 56 what is it? 54. Hebu mstari wa 5, 54 mstari wa 5. Kwa sababu muumba wako ni nani? Narudia tena, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Alafu napenda sauti. Na wewe useme Bwana. Unakataa nini sasa? Hii neno ya Mungu Bwana. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Sawa? Kwa hiyo tuna mume? Kwa hiyo kile kivuli ndio kunakileta nyumbani. Kama Mungu anaweza akasema wewe kanuna, basi ujue kwamba hata kiroho neno la Mungu likisema unanuna. Wewe kanisani unatoka kwa umekataa. Mahubiri yanatoka unakataa. Kama vile unavyofanya kule nyumbani. Bwana bariki sana. Sasa utii wapendwa, utii. Hii mambo ya kiburi, dharau, jeuri ni roho ya wakati wa mwisho. Mnafahamu jambo hiyo? Maana yake wewe ukizubaa, hata unasema mimi ni mwaminio, Mkristo, si nani naenda kanisa. Wewe ukizubaa ile roho inakuwa. Kwa sababu ile roho imemwagwa. Ni ya kiburi. Jeuri. Hebu tusome, okay. What is it? Hebu soma Timotheo 3:2. Timotheo it is First Timothy 4 kwanza. Usikie ile roho ya wakati wa mwisho. Umepata? Mnasikia vizuri? Wapendwa, mnasikia vizuri? Watoto wangu msikie vizuri sio mimi msiniletee makesi. Mimi nafukuza.
Niko vibaya? Oho. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho, umesikia? Roho ya nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Na tumeshaona watu wanajitenga na imani. Wewe unakuwa na huduma ya kutoa watu kanisani kuwapa imani. Ile huduma ya nani sasa? Watu wanatolewa huko nje, wanaletwa wapi? Alafu kuna huduma nyingine ya Mungu ya kuwatoa kanisani kuwapeleka nyumbani. Yaani wagonjwa wanakuja hospitali ili watibiwe, sio? Alafu kuna daktari mwingine, yeye anakuja wodini, anabeba mgonjwa na shuka yake na drip, anapeleka nyumbani. Huku kuna vifaa, kuna vifaa, si derogramu, si vifaa vya kumwangalia mgonjwa. Yeye kule sindano yake spoko ya baisikeli. Watu wana vidonda, wana hali mbaya. Inaumiza moyo. Unajua TANESCO ina mafundi. Wameajiriwa na TANESCO, wana vyeti vya TANESCO, ni wafanyakazi wa TANESCO na magari ya TANESCO. Alafu kuna vishoka. Viadari na kishoka. Na hapa kuna daktari bishoka. Hear this now. Watajitenga na nini? Wakisikiliza roho zidanganyazo. Tuna roho moja tu ambaye haidanganyi. Roho moja tu ambaye haidanganyi. Roho nyingine isiyokuwa ile inadanganya. Hata ile roho kwa uhusiano, iwe ni babu ya ile roho, iwe mtoto wa ile roho, iwe mjukuu wa ile roho, usilete hiyo takataka. Ni takataka. Nimerudia tena. Tuna roho kwa kila roho nyingine, iwe baba yake, iwe babu yake, iwe bibi yake, iwe mtoto wake, takataka. Fagia tupa huko. Anasema, I can read this, eh? Let me read this for you. It's good that you hear it. Si vizuri ukaisikia? Mbona useme? Hata usiposema mimi nitasema. Eh? Sawa? I don't know if I can get it. If I don't get it, then okay, I have got it. Yes, sir. What is that, brother? Brother John. Faster. 7 ages are set forth a revelation of chapter 2 and 3. 7 ages. Nyakati 7. Imewekwa hapo kwenye chapter ya Revelation chapter 2 na 3. Take in the school. Take the world span. Yuko wapi ndugu? Hayupo. Where is the brother? Okay. Mzee yuko wapi? Okay. Take the whole span of the fullness of the Gentiles. Wakati wote wa utimilifu wa mataifa. Amen. Or the whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. Hao wakati wote ambao Mungu anashughulika na mataifa kwa ajili ya wokovu. In every single age. Kwa kila wakati. Sema amina. Hili ni neno la Mungu. It says the very same thing is opening and closing the message to each age. Unto the messenger of Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. These things said the Lord. Haya mambo asema Bwana. Can you say amen? He that can hear, let him hear. Aliye na sikio
na to the churches. Note here that Jesus by the Spirit, Yesu kwa hiyo roho wake, in every age. Umekuja. Afadhali umenikaanga kidogo. Hebu toa hiyo. Toa hiyo kidogo hiyo. Amen. In every age. Katika kila kizazi. God addresses himself to only one. Mungu anaongea na mtu mmoja tu. Alafu mseme amina. Anaongea na wangapi? Amen. He addresses himself to only one. Anaongea na mtu mmoja tu. It is only one person. Ni mtu mmoja tu. Relative to the word of the age. Ambaye anakuwa na neno la kizazi. Only one messenger. Mjumbe mmoja tu. For each age. Kwa kila kizazi. Received what the Spirit has to say for the age. Anapokea kile ambacho Roho inasema kwa kizazi. Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza akasema kwa kizazi. Hakuna anayeweza akasema ukamsikia. Isipokuwa ni huyu. Mwingine ni kishoka. Kwa jihadhari na Amen. Na mtu huyo anayekuwa na mamlaka nyumbani kwako zaidi ya mume wako ni kishoka. Nyumbani kwako sauti ni mume wako. Tofauti na hivyo ni kishoka. Kanisani hapa sauti ni mchungaji wako. Anayesema hivyo ni Branham. Sasa najua ndugu alikuja nyumbani. Alikuwa anasema iko tofauti. Alafu iko tofauti unavyohubiri mchungaji. Kwa hiyo kaonaje? Inaelekea kuwa kweli. Kishoka anaelekea kuwa kweli. Na kuambia kishoka wakipeleka TANESCO ni ndani. Na huyo jamaa wakipeleka kwa Mungu ni ndani. Amen. Kishoka. Na sauti kinyume na mume wako nyumbani ni kishoka. Amen. Umtii mume wako peke yake. Bwana bariki sana. Na wewe usitafute kumfanya kitu fulani, usitafute usitafute nakwambia na wewe ndugu sikiza, basi namaliza hivi. Namaliza na hii. Kwa sababu ni neno. Na wewe ndugu nyumbani kwako, kama wewe ni mtoto wa Mungu uliyeumbwa na Mungu, usikubali yaishe. Unisikie? Kwa sababu ukikubali yaishe, wewe unajiondolea uwana. Kama ukiona anainuka kila ukifanya hivi huyo vyema. Branham anasema mpe miezi 3 kwao. Akikaa 3 ukaongeza 3 ikawa 6, utaangalia cha kufanya. Mimi nakwambia kile Branham anasema. Wewe si mwanaume? Nikae na wewe miezi 6 umenunia. Yaani wewe ni mwanaume umevaa suruali nyumbani kwangu. Miezi 3 uende nyumbani nitaangalia. Kapumzike, niangalie cha kufanya. Baada ukiona miezi 3 ujaje unatembea na magoti, naongeza 3 mingine. Inakuwa 6. Baada ya miezi 6, I say. Hapo kuna maamuzi mazuri. Utapata maamuzi mazuri. Nakwambia unavaa gauni kwa sababu unataka. Neno halijawahi kusema uvae gauni. Amen. Alafu hii kukaa tu kubembeleza. Unajua mwanamke anabembelezaga mwanamume na mwanamke anabembelezaga mwanamke. Lakini kubembeleza kwa mwanamke kutofauti na kubembeleza kwa ni tofauti. Huyu anabembeleza mwanamume anabembeleza mwanamke, anabembelezaga. Sawa? Anabembelezaga lakini kimamlaka. Mwanamke anabembelezaga mwanaume bila mamlaka. Kubembelezana na kupendana kufanya hivi hasa kama inakuwa haipo, ni kijeshi. Mimi ndio mwanaume, sio hiyo. Naona ipata vibaya, mwangalie, sio hiyo.
Sio hiyo ninayozungumza. Tukisema mamlaka basi ukienda tu, umesikia mchungaji na kutimua. Sio hiyo. Unaelewa vizuri? Mnabembelezana, lakini wakati unambembeleza anajua anayembembeleza ni nani. Anaelewa. Amen. Yaani anaweza kageuka kibao kageuka vibaya. Anaelewa. Lakini wewe unabembeleza na magoti unaenda chini. Nakwambia, utakachosema niko tayari. Utakachosema. Shame on you. Aibu yako. Wewe ni mtoto wa Mungu. You are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Bwana wabariki. Tusimame. Baba yetu, Mungu wetu, Bwana Yesu Kristo, tumetoka kusikia neno lako. Tunajua kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu ulisikia likinenwa mahali hapa. Amen. Na wewe pekee uliandaa masikio yatakayolisikia. Na pia uliandaa mtu atakayesaidiwa. Basi naamini kwamba kwa kuwa limetoka na wewe ulisema halitatoka bure, isipokuwa litamwendea mtu fulani ambaye alikusudiwa asaidiwe. Nami naamini huyo mtu asubuhi ya leo amesaidiwa. Basi naomba ukashughulike naye, wewe pekee ukatembee naye katika fahamu yake, hata umfikishe mahali ambapo ungependa akae. Baba yetu mpenzi, Bwana Yesu Kristo, kuna jambo liko mbele yetu nataka tuliendee. Tumemaliza neno, tunaiweka mikononi mwako. Ukabariki watoto wako, ukawabariki Bwana, ukabariki maisha yao, ukabariki nyumba zao, ukabariki ndoa zao, ukabariki maisha yao ya kazi, ukabariki Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa wanapenda wakutumikie. Haya yote yanatokea kwa sababu ya yule mwovu, lakini wanapenda wamshinde yule mwovu. Na wewe umesema tupambane tumshinde yule mwovu, na tukimshinda tutakutumikia. Umesema mkatae shetani naye atawakimbia. Nasi tunamkataa na yeye aondoke, ili siweze kukutumikia wewe. Tunajiweka mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tukae. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Naona kwamba tumemaliza neno. Ndugu aje aimbishe kidogo hapa. Ndugu tupe wimbo moja kidogo, alafu tukae sawa. Basi kwenye wimbo tutoa sadaka. Wakati wa wimbo tutoa na sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Basi wakati huu tunakwenda kumtolea Mungu wetu matalaka. Tutaimba nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana Yesu tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana,
tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana tawala moyo wangu. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali neno. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, oh, nimekubali neno, nimekubali kuchongwa, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Bwana wangu, Bwana wangu, tawala moyo wangu. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Tawala moyo wangu, tawala kinywa changu, tawala vyote kwangu, tawala wewe Bwana. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana tawala moyo wangu. Oh, tawala kwa neno lako, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana tawala moyo wangu. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, Bwana wangu, Bwana tawala moyo wangu. Oh, tawala maisha yangu, tawala kinywa changu. Nimekubali Bwana, nimekubali Yesu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana. Oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. Bwana wangu, Bwana wangu, tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala
tawala moyo wangu. Nimekubali Bwana, Bwana wangu, nimekubali Bwana, Bwana Yesu, nimekubali Bwana, tawala moyo wangu. oh, nifanye mwana kondo, nifanye mwana kondo, nifanye mwana kondo, uwatawala kwangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Bwana tawala moyo wangu. Shangilie Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu awabariki sana. So tunataka tuendee hili jambo. Naomba tumuombe Mungu. Tuombe. Baba yetu Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa nafasi hii tena umetupa. Watoto wako mbele zako, tukitaka kuliendea jambo hili na kuhitaji wewe ukaongoze kila jambo, tukiamini kwamba vile umeanza pamoja nasi na pia uko pamoja nasi katika jambo hili. Tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu awabariki. So tunataka sasa tuweze kuendea hili jambo la ndoa. Amen. Kwa hiyo kwa utaratibu, kabla ya kuliendea, tunahitaji ridhaa ya wahusika ili tuweze kuliendea. Kwa hiyo hapa tuko na ningependa kwanza sasa tungesimama wakati nataka watu wengine mkae. Ningependa hawa wasimame. Okay. Hapa tunaye binti Meda, tunaye na kijana hapa Mwalimu Malwa, wanasimama hapa mbele yetu kwa ajili ya tendo la kuja kuungana pamoja. Sasa kabla ya kwenda hapo, tulikuwa tunataka ridhaa ya mzazi wa binti kama yupo, ili tuweze kuingia kwenye jambo hili. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba ridhaa ya binti, wazazi wake, kama wanaturuhusu tuendee jambo hili. Ni utaratibu wa kisheria wa kupata ruhusa yao kabla ya kuliendea. Kama yuko mzazi wake, naomba mpe maiki aseme. Bwana wabariki. Mimi ndio baba mzazi wa Meda Steven Milanzi. Naruhusu kama baba mzazi. Mchungaji, unaweza ukaendelea. Bwana wabariki. Sasa basi, kwa kuwa tumepata ridhaa ya mzazi wa upande mmoja, nilidhani kwamba kwa kuwa ni jambo la kufurahi, tusikie angalau hata kigelegele, kwa sababu mzee karuhusu, lakini naona kuna mnuno au kuna mnuno au ameruhusu. Hata ukinuna ameruhusu. Sasa wewe ushangilie. Sasa yeye mwenyewe karuhusu. Sasa sawa. Karuhusu. Sasa hata ukinuna sisi tutaendelea. Sasa kuna I have forgotten my dear. Forgive me. Okay, you will sing on the end.
huyu Utaimba mwishoni. aliniomba waimbie maharusi hawa marafiki zake. Aliniomba sana. Sasa nimepitiwa hapa. Nimepitiwa mwanangu. Sasa naomba tutakaa kwanza ataimba. Naomba mtanipa nafasi aimbe. Amen. Ameniomba sana, amenifuata hata huku mimi. Mambo mengi bwana hapa. Bwana abariki sana. So, nataka sasa wazazi wa bwana harusi, kama kuna mzazi au mwakilishi wa bibi wa bwana harusi ambaye anatupa ruhusa tuendee hii, anaweza kazungumza. Amina. Mungu awabariki. Amen. Mimi ndio mzazi wa Mr. Maro, na ruhusu mambo yaendelee. Amen. Amen. So now sasa nitapenda sasa kuwasomea agano la ndoa. Amen. Haya sio maneno yangu, haya ni maneno ya nabii wa kizazi. Kwa hiyo ningependa niwasomee. Okay. Ndugu wapendwa, tumekusanyika hapa pamoja mbele za Mungu na mbele za ndugu zetu hawa kuwaunganisha pamoja mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu kama ilivyoamriwa na nabii William Branham, kuheshimiwa na watu wote. Kwa hiyo haipaswi kuingia kirahisi bila kushauriwa vyema, bali ni kwa uchaji, uangalifu mkubwa, busara na hofu ya Mungu. Katika hii hali takatifu ya watu hawa wawili wanakuja kuunganishwa, kama kuna mtu hapa anayeweza kuonyesha sababu ya haki watu hawa wasiunganishwe kisheria pamoja katika ndoa takatifu, unaombwa useme sasa, au okay. Amen. Hapo nimeishia hapo. Unaombwa useme. Nirudie tena, hajasikia? Wewe naona ndio kuelewa. Lakini wengine wote wameelewa. Na mtu kama yuko hapa na sababu, yeye ndiye ameelewa zaidi. Sasa tunasubiri, tumetoa huo muda. Amen. Sasa kwa kuwa huyo mtu hakuonekana, sasa ataambiwa neno hili: unyamaze kimya milele. Kwa kuwa ninyi nyote wawili mtajibu siku ya hukumu, wakati siri za mioyo zitakapofunuliwa. Kati yenu kama kuna mmoja wenu anayejua sababu yoyote inayowazuia msiunganishwe katika ndoa takatifu kati yenu, sasa anaombwa aseme sasa, kwa kuwa wote mnaounganishwa kinyume na neno la Mungu, ndoa yao huwa sio halali. Kwa hiyo kama ndugu hapa, naanza na ndugu, kama anajua jambo lolote ambalo linaweza ikafanya hii tendo lisiwe halali mbele za Mungu, angependa tungemuomba, au sio, aseme. Hamna jambo lolote. Tunamuomba na dada tena. Hamna jambo lolote. Sasa muwaunganishe
wakae vizuri. Mzee, kazi yako vipi? Si waweke vizuri. Mzee ndiye anajua kuwaweka vizuri sasa. Sio mweka vibaya. Mwelekeze sasa. Sasa angalia mimi, si unaangaliana. Okay. Sasa naomba wakati na sasa naenda kusoma hii, naomba mikono ya kulia, ungeunganisha mikono ya kulia. Aha. Sawa. Kwa hiyo sasa umekaa sawa. Sasa hapa nitaongea na nitapenda muwe mnanijibu. Je, ndugu Mwalimu Marwa, hapo jina la kwanza unafanya Joseph. Hiyo mimi nalisahau. Mimi najua Mwalimu Marwa. Hapa kunatakiwa jina kamili, au sio? Koti. Nipe basi koti. Huyu Fiamasa anasema hii inatakiwa niweke koti. Sasa basi wacha niweke koti. Unajua koti ni heshima. Sasa. Sasa. Mbona ukusema mapema sasa? Nimefika mara pale. Kuna maneno, koti ninalo baba. Shida wakwambia uweke koti na hauna, lakini ninalo. Aliweka hapo. Vizuri. Haya. Kola. Kola likaa vibaya. Watu wote hawajalizika. Okay. So, mmeunganisha mikono. Sasa nitahitaji mtanijibu. Ndugu Joseph Marwa, utamchukua mwanamke huyu dada Meda Steven Milanzi kama mke wako wa ndoa kisheria, kuishi pamoja naye katika hali takatifu ya ndoa. Je, unaahidi kumpenda, kumheshimu na kumfurahisha, kuwa naye katika ugonjwa na afya, umaskini? Hayo maneno tukiwa asike vizuri Katika ugonjwa na afya, umaskini na utajiri. Na utawaacha wengine wote wakati wote mnapoishi pamoja? Amina. Uniambie kwamba utafanya hivyo, ndio tajua. Uniongezee. Amina, nitafanya hivyo. Sio napita pembeni tena nasema lakini na yule naye ni mzuri. Hapa tunasema you will forsake others. Utaacha wengine wote. Yaani duniani mwanamke ni Meda pekee. Nasikia. Forsake others. Sasa nakuja kwa dada. Je, dada Meda Steven Milanzi, utamchukua mwanaume huyu Joseph Marwa kama mume wako wa ndoa kisheria, kuishi pamoja naye katika hali takatifu ya ndoa? Je, unaahidi kumpenda, kumheshimu na kumfurahisha? Mimi hapa napenda kumtii. Yaani hapa kumtii. Ashampenda baba. Kuwa naye katika ugonjwa na afya, umaskini na utajiri.
kumwangalia yeye peke yake wakati mkiwa hai. Ndiyo, naahidi. Naomba vigelegele basi. Najua mimi niko huku mbele, kila wakati natupa jicho. Kuna watu nawaangalia toka wamekuja humu wamenuna, mpaka sasa hivi wamenuna. Yaani toka ameingia, mimi natupa jicho huko. Sasa si ameisha kuwa na wewe wakati wako si utakuwa, unajua ukiwatakia watu mema na wewe kwako yatakuwa mema. Nuna. Amen. So kama kuna nadhiri yoyote ambayo wanaweza kutuonyesha sisi, basi sisi tuko tayari kuipeleka mbele za Bwana kama ipo nadhiri. Ipo. Okay. Wapendwa, kuna nadhiri hapa, ningemuiona wametoa nadhiri iko 2. Kwa hii kuna nyingine hii hapa. Hii ni ushuhuda wa hadharani. Kwa sababu ujue hii inazungumza kile ambacho kiko mioyoni mwao ambacho hatuwezi kukiona. Kilicho mioyoni mwao hatuwezi kukiona, lakini wakitoa hii wanataka watuambie kwamba wao wameamua kuungana kuwa mwili mmoja, roho moja, mwili mmoja. Bwana bariki sana. Kwa hiyo wametupa hii na sisi tumeiweka kwenye hiki kitabu cha Mihuri 7 ambacho waaminiwa najua kwamba ndio ufunuo wa Biblia. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuomba. Tungeomba tunaimishe macho. Tufumbe macho. Baba yetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya saa hii ambayo umetupa na tumesimama mbele zako. Nimeshika neno lako, na ndani ya neno lako kuna nadhiri ambayo watoto wako wametoa ya kusema kwamba mioyo yao wanataka waunganishe pamoja kukutumikia wewe. Baba, ninaomba ukatakase kitu hiki, na hata inapoingia katika mikono yao iwe wakati wote inazungumza jambo lililo ndani ya mioyo yao. Kuishi kwao na kutembea kwao iwe ni ishara ya upendo wao. Basi Baba, naiweka mikononi mwako nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa bila shaka nakupa Shemasi, wewe wapi? Shamaliza hapa. Ili unaweza kaendelea. Jamani, tuzima. Naomba umfunue ili umuone. Na unajua muone. Wewe ufunue kwanza, muone unayemvisha pete, au sio? Ni vizuri. Aha.
ukisha ukasema na sisi tukasikia, au ukipenda asikie peke yake, basi sawa. Lakini na sisi tumekuja kushuhudia. Au sio? Nasema alimwambiaga hivi siku ile. Sorry. Sorry mama mdogo. Sio mama mdogo. Mama mdogo. Mpenzi, nakuvisha pete hii kama ishara ya upendo wangu kwako. Mungu akubariki sana. Hongera sana. Mwalimu namna gani? Pokea pete hii na kuahidi nitakutii. Wanakuambia wewe. Pokea pete hii, naahidi nitakutii pamoja milele. Sogea kidogo. Hapo. Niangalie mimi. Sasa ningeomba wote kwa pamoja tuombee maombi ya baraka. Tendo wameshalifanya. Sasa tuombee baraka. Na baraka za kweli zinatoka kwa Mungu. Na wametenda yote ambayo neno linasema wafanye. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba Mungu atabariki. So, naweza mkaweka mikono hapa. Mshikane kwanza, mshikane. Mshikane. Basi, na mimi nitaweka wa kwangu. Hata weka yote. Sawa. Naomba tumuombe Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, watoto wako wameweka mikono yao pamoja. Ishara kama vile walivyotupa ile pete, haina mahali pa kuanzia wala pa kumalizia. Na hapa ni ishara tena kushikana kusema yale ambayo tumetoka kuyasema na yale ambayo mmeyaona tumeyamaanisha kutoka mioyoni mwetu. Na si Mungu wetu kama ulivyotuagiza tuombe baraka. Basi mama baba kwa mamlaka hiyo naomba baraka. Tunaomba Mungu wetu ukabariki ndoa hii. Ukabariki kuingia kwao na kutoka kwao. Ukabariki baba kuishi kwao. Tunaomba baba katika ndoa yao wapate watoto wa kiume na wa kike. Wakajenge familia na Mungu wetu waweze kuishi maisha ambayo yataleta ushuhuda. Wale wasiokujua kwa kupitia maisha yao waweze kukujua. Wale wasiofahamu neno na ushuhuda wa Malaki 4 kwa kupitia maisha yao wamjue Malaki 4. Maisha yao yaweze kuwa ushuhuda ulio wazi kwa wengine. Baba yetu tunaweka mikononi mwako, tukiamini kwamba umesikia na utatenda. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Sasa nilikuwa tu niwaletee tu tangazo ambalo limetoka sasa hivi. Limepatikana si muda mrefu kwamba Shalom Tabernacle nawaletea Joseph Marwa na Meda Marwa. Naomba mgeuke, naomba. Ni hao hapo. Joseph Marwa pamoja na Meda Marwa. Kwa hiyo
tangazo ambalo limetoka sasa hivi, na Mungu awabariki sana. Anasema? Aya bwana. Kweli. Mnakuwa wachungaji bishoka. Shalom Tabernacle, na watangazia kwamba Joseph Marwa na Meda Marwa ni mume na mke. Kwa hiyo ningeomba kwamba watu wa kuwapa mikono hapa na wachagua, wengine wapa huko kwenye ukumbi, lakini hapa kuna watu maalum. Kuna baba na mama, namuona hapa mama mdogo, naona hapa baba na mama upande wa Marwa, naona mama mdogo, naona bibi, namuona pale. Kwa hiyo hapa familia naomba waje wawapongeze hapa. Na watu wachache, sio wote. Wengine tutaenda kuwapongeza kule. Naomba wimbo wanapokuja kuomba. Nani? Basi unajua ninyi haya nawahusu nini? Haya basi naomba tu pamoja. Naomba wimbo watakuja kunani? Ndio wimbishe. Amen. So tunataka wakuja kuwapongeza. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. We shangwe, na iwe shangwe. Oh, na iwe shangwe, na iwe shangwe. Himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. Shangwe na iwe. Himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. We shangwe na iwe. Himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. Shangwe na iwe. Himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. Shangwe na himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. Shangwe na iwe himba na iwe shangwe, na iwe shangwe. Shangwe na iwe himba na iwe himba na iwe na iwe shangwe na iwe himba na iwe shangwe na iwe oh na iwe shangwe na iwe shangwe shangwe na iwe himba na iwe shangwe na iwe shangwe shangwe na iwe amarusi wetu shangwe
na iwe iwe shangwe, shangwe na iwe iwe kwa siku ya leo, shangwe na iwe iwe shangwe, shangwe na iwe iwe, imba na iwe iwe, imba na iwe iwe, imba na iwe iwe, shangwe na iwe iwe, imba na iwe iwe, shangwe na iwe iwe, imba na iwe iwe, na iwe iwe. Amen. Sasa naomba zawadi ambaye mtoto ataka kuimbia maharusi mpe nafasi aimbe, alafu tutoke. Kama tumemaliza tataka wangeketi mabosi wenu waketi. Mabosi waketi. Kabiti yako wapi? Labda hapa kidogo, maana Bwana wabariki sana. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Sorry. Ingebidi tu niseme hili. Niseme hili kwa sababu naona ndio mahali pa kulisema. Amen. Kwa sababu ndugu Branham ametufundisha kwamba tutupe maua wakati mtu kwa sababu ni bora tu yakamwangukia bado anatembea. Bwana abariki sana. Familia ya mchungaji Ishengoma iko na heshima na furaha kubwa kwa sababu ya huyu kijana Marwa. Huyu kijana kuamini kwake ujumbe kuhusiana na nyumba yangu. Huyu mtoto amesimama kwa niaba ya dada yake. Dada yake iko wapi? Dada yake Sharo, mnamjua Sharo? Sharo ndiye angekuja kuimba huu wimbo kwa shukrani ambayo Mungu alimsaidia kwa kupitia huyu kijana wetu. Bwana abariki sana. Ni kama dakika tatu tu kama mkiniruhusu nikatoa ushuhuda. Amen. Huyu mwanangu huyu alienda akiwa mdogo kama hawa Malawi kwa mdogo wangu ambaye mnamjua anakujaga hapa. Anaitwa Agnes na yeye. Nilimuita hii jina Agnes kwa sababu ya huyo mdogo wangu, tunapendana sana. Ni mdogo wetu wa mwisho yule Agnes, mnaona anakujaga hapa. Sasa huyu nilimpeleka kule akiwa mdogo sana. Mama Agi miaka mingapi alikwenda? Mdogo kabisa. Kwa hiyo amekwenda amesomea Malawi mpaka kufika darasa la 5. Is it? 6. Na ndipo tukamwambia mdogo, mlete. Umekaa naye sana. Mlete huku. Kwa hiyo tukaja naye huku. Sasa mnajua mfumo wa kufundisha wa Malawi na mfumo wa kwetu wanasema mitaala iko tofauti. Kwa hiyo mtoto alipokuja hapa tulitafuta tumweke kwa sababu alikuwa anasoma shule za huko ni Kiingereza, tukatafuta tumweke kwenye shule za Kiingereza hapa. Na wakati tunahangaika kumweka kwenye shule za Kiingereza, ilionekana kwamba kila shule anayokwenda anafanya interview ya kuingia anapata 0. Mpaka yeye akaanza kulia akasema, mimi mama ni mjinga hivi? Sielewi chochote. Kila akienda 0 mpaka walimu wengine wakamchorea na masikio. Akalia, akakasirika, akaja akamwambia mama yake,
Akaambia na mimi, akasema mimi baba, afadhali nirudi Malawi. Mimi Malawi sio mjinga, Malawi niko na akili. Ila huku naonekana sina akili. Sasa shule ya mwisho ambayo tulienda ni shule alikuwa anafundisha huyu mwanangu. Inaitwa Analex. Hatujuani, tumesikia tu Analex, tumeenda. Na alienda mama yake. Na alipofika kule akapewa mtihani 0 kama kawaida. Mtoto akalia kabisa. Yaani mpaka na sisi sasa mioyo inashuka chini. Tunafanya nini? Kwa hiyo kumrudisha Malawi ni mwanangu mimi. Neno la Mungu linasema mwanao mremwe. Sasa hii ni mdogo wangu. Yeye mdogo wangu anajiweka humo wa kwake. Sasa mimi nataka nijiweke humo sasa. Kwa kweli ilikuwa ni huzuni sana kwa familia yetu, iliingia kama huzuni kubwa. Lakini huyu kijana alikuwa ni academic. Akamwangalia yule mtoto anavyolia, akasema, najua walimu wana nani yao, saikolojia yao ya kuelewa. Akamwambia mama yake, akasema huyu mtoto ni shujaa. Haya machozi anayatoa kwa sababu ni shujaa. Sasa mimi huyu mtoto huyu nitaomba mwalimu. Sasa mkuu wa shule wakati anapata 0, mkuu wa shule alikuwepo, akasema muondoe. Huyu mtoto hafai. Akasema nitaenda niongee na mkuu wa shule, nimwambie kwamba apewe nafasi tu ajifunze kidogo, alafu aje kufanya mtihani tena. Mimi nimfundishe kidogo. Alafu aje afanye mtihani tena. Na mwalimu atakuja, mkuu wa shule mwenyewe atakuwa. Nitamuomba, atanikubali kwa sababu ananielewa. Akaenda akamuomba mkuu wa shule, mkuu wa shule akatoa hiyo chance. Kwa hiyo akaanza kumfundisha. Amemfundisha, baadaye akaja kumleta kufanya mtihani. Alipofanya mtihani akafikia kiwango cha kuingia shuleni. Naona ile sasa kwetu familia ilikuwa kama vile mtu anakupangusha nini? Machozi. Sasa hatujui tena mtoto tutamfanyaje. Kurudisha Malawi, hatutaki kusoma hapa. Haiwezekani. Tulikuwa tuko kwenye shida kubwa sana. Bwana bariki sana. Kwa hiyo huyu kijana baada ya kutufanyia vile, alikuwa anaongea na mama yake, mimi na mama yake, nasema huyu mtoto ametufanyia kitu kizuri namna hii. Na si kizuri, kitu kizuri ambacho tunacho ni ujumbe. Sijui atapokea ujumbe kweli. Sasa we mama, sasa mtu anayekuwa shughulika na mtoto sana ni mama. Unajua mama unavyoshughulika na watoto. Kaambia sasa alikuwa shakuwa rafiki na huyu. Kaambia sasa utumie urafiki wako huo na penyeza huko. Kwa sababu ametufanyia kitu kizuri sana. Na sisi kitu kizuri ambacho tuko nacho, hatuna hela, hatuna mali, hatuna chochote. Tuko na neno. Sasa na sisi tupenyeza huko nini? Neno. Akifika mahali akapokea neno, tutakuwa tumeona Mungu ametulipa. Na shukrani yetu kwa Mungu imepokelewa. Kwa hiyo dada akawa anatumatuma tu kidogo, wakionana wanaongea habari za shule za mtoto, wanatumatuma kidogo. Siku moja akasema basi ngoja ni kanisani nimsikilize. Toka alivyokuja hajawahi kuondoka, ndio huyo hapa. Mpaka akapata na mke hapa. Amen. Kwa hiyo familia ya mchungaji Shengoma tuko na shukrani sana kwa ajili ya kijana wetu huyu. Mungu akubariki mwanangu. Na kwa sababu hiyo tu amekwenda akaingia kwenye familia ya rafiki yangu sana. Mnajua rafiki yangu sana hapa Kwa hiyo mambo yamekuwa bam. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. So karibu dada, waimbie. Tuimbie. Bwana alisema. Tenda kumwimbia Bwana na maharusi wetu. Shalom, naamini mnaujua wimbo. Naweza tukasaidiana. Kupitia watumishi manabii, alisema na manabii wa Agano la Kale, akasema na mitume wa Agano Jipya. Leo amesema na Malaba, ni ndugu Branham, Yesu ndani ya suti.